Kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, ninataka nichukue hii nafasi nikapate kuwasalimia nyote, na ninajua ya kwamba Bwana amewalinda kabisa. Siku ya leo ninataka niongee part 3 ya lile neno ambalo nimekuwa nikiongea, lakini siku ya leo ninataka niseme ya kwamba hata kama mambo yanaweza onekana kama yameharibika, bado Mungu anajua vile atafanya. Hata kama mambo yanaweza onekana kama yameharibika au kana kwamba yameharibika, bado Mungu anajua vile atafanya. Na siku ya leo tutaangalia neno ambalo munajua sana, na hili ni neno ambalo liko kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 11. Biblia inasema ya kwamba basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Biblia inasema ya kwamba mtu mmoja alikuwa hawezi. Hawezi ni kusema alikuwa mgonjwa, aligojeka. Na Bible inasema ya kwamba huyu mtu alikuwa anaitwa Lazaro. Na Lazaro alikuwa ni ndugu yake Mariamu na Martha. Verse 2, Bible inasema ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Kwa hivyo Biblia inaelezea ya kwamba huyu Mariamu ni yule aliyempaka Yesu mafuta, aliyemiminia Yesu mafuta na akampagusa na nywele zake. Sasa huyu Mariamu ndiye ndugu yake alikuwa amegojeka, ambaye alikuwa anaitwa Lazaro. Bible inaendelea kusema basi wale maubu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Kwa hivyo huo mstari wa 3 unaonyesha ya kwamba Yesu alikuwa amempenda Lazaro. Maana mstari wa 3 unasema ya kwamba sisters wa Lazaro, ambao ni Mariamu na Martha, wakamtumania Yesu wakamwambia, Mwalimu, yeye umpendaye hawezi. Yeye umpendaye amegojeka. Bwana Yesu asifiwe. Hili linatufundisha nini? Hili linatufundisha ya kwamba hata kama umeshikana na Mungu kiasi gani, hata kama umeigiana na Mungu kiasi gani, kuna mambo ni lazima upitie ukiwa hapa duniani. Kuna mambo ambayo hauna budi kupitia ukiwa hapa duniani. Yesu alikuwa amempenda Lazaro, na bado Lazaro aligojeka. Bible inasema verse 4, naye Yesu aliposikia alisema,
ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Kuna magonjwa ya mauti na kuna magonjwa mengine ambayo huwa yanakuja ili Mungu atukuzwe. Ugojeke, Mungu akuonyeshe nguvu zake kwa njia ya kuponya. Na hakuna ugonjwa ambao Mungu hawezi akaponya. Mtu anaweza gojeka hata saratani, kansa, na iwe si ugonjwa wa kifo. Ni ugonjwa tu umepitia kwenye mwili wako ili Mungu atukuzwe kuupitia, ili watu waseme kwa hakika tumeona ya kwamba hakuna ugonjwa ambao Mungu hawezi ponya. Unaweza kuwa umegojeka hata figo, unaweza ukagojeka hata ukimwi, unaweza ukagojeka magonjwa yote ambayo yako na majina makubwa hapa duniani. Unaweza gojeka na uwe sio ugonjwa wa kifo. Lakini kama ugonjwa ni wa kifo, hata homa inaweza ikakuua. Kama ugonjwa si mtu kama Hezekia alikuwa auawe na nini? Ihoha nĩrĩo rĩarĩ rĩmũrage. Mahoha maria marwaragwo andũ makahona, lakini kwa sababu ilikuwa ni ugonjwa wa kifo, ilikuwa imuue. Biblia inaendelea kusema ya kwamba naye Yesu alimpenda Martha na ndugu yake na Lazaro. Bible imesema, inaelezea mstari huu wa 5 ya kwamba Yesu alikuwa amependa hii familia. Alikuwa amependa Martha, alikuwa amependa Mariamu na alikuwa amependa Lazaro. Na sasa wamepatwa na shida, hata kama Yesu anawapenda. Kwa hivyo wewe ambaye unaona na unafikiria kana kwamba Mungu amekushukia kwa sababu kuna mahali unapitia, kuna shida imekupata, mimi nataka nikwambie kwamba bado Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Verse 6, Bible inasema, basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale alipokuwapo. Mtu angefikiria kwa sababu Yesu anampenda Lazaro, anampenda Martha na anampenda Mariamu, ya kwamba atasimamisha kila kitu akisikia ya kwamba Lazaro ni mgonjwa, akibie akamponye, akamguze, au atatuma neno kama vile ambavyo alituma neno siku moja kwa mtumishi wa amiri mmoja wa jeshi mkuu. Lakini Bible inasema ya kwamba unaona verse 5, Bible inasema ya kwamba na Yesu alimpenda Martha na ndugu yake na Lazaro. Na verse 6 inafuatia kusema ya kwamba basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale alikuwapo. Anampenda lakini amekaa siku 2. Amekaa siku 2. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kusema ya kwamba tukiangalia kama wanadamu tutaona kama Yesu hakushukulia serious. Tukiangalia kama watu tutaona kama Yesu alidelay. Maana alikaa siku 2 na ako na ripoti ya kwamba Lazaro hawezi, na akakaa siku 2.
it was not an emergency to him. Kwa watu ilikuwa emergency, lakini kwa Yesu haikuwa emergency, kwa sababu Bible imesema ya kwamba amekaa siku 2. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikwambie ya kwamba hata kama mumeikiana na Mungu kiasi gani, hata kama wewe ni rafiki wa Mungu, hata kama mmekaribiana kiasi gani, Mungu ako na wakati wake wa kujibu maombi. Bible inasema in the book of Isaiah chapter 60 and verses 22, inasema ya kwamba wakati ufaao nitafanya hayo mambo, nitatimiza hayo mambo. Maombi yako na wakati wake wa kujibiwa. Yesu alikaa siku 2 na alikuwa na ripoti, na maombi ilikuwa imewasilishwa kwake ya kwamba Lazaro hawezi. Na hizi siku 2 ambazo alikaa, Bible inasema ya kwamba mambo yakaharibika. Na ndio ujumbe wa siku ya leo ni kwamba hata kama mambo yanaweza onekana kama yameharibika, bado Mungu anajua vile atafanya. Mambo yakaharibika siku hizi 2, Yesu alidelay, Yesu alikawia. Kwa hivyo mambo yakaharibika, Lazaro akakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akajua ya kwamba Lazaro amekufa, maana anasema verse 11, aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki wetu Lazaro amelala, lakini nitakwenda nipate kumwamsha. Kwa hivyo alijua ya kwamba Lazaro alikufa. Na Bible inasema basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Verse 14, basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alikaa mpaka mambo yakaharibika. Ninakunenea wewe ambaye umeomba, kuna jambo umeombea na unaona kama mambo yameharibika. Sio wewe wa kwanza. Verse 17 Bible inasema, basi Yesu alipofika, anaenda tu hata kama mambo yameharibika. Anaenda tu. Alikuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Kwa hivyo Yesu alipofika alikuta ya kwamba Lazaro alikufa na akawekwa kaburini, na sasa zilikuwa ni siku 4. Bwana Yesu asifiwe. Na Bible inasema ya kwamba alikuta watu ni kuomboleza, wanaomboleza. Siku hizo mtu akikufa alikuwa anazikwa hapo hapo, alafu watu wanamalizia na kuomboleza. Bible inasema verse 20, basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Kwa hivyo Bible inasema ya kwamba Martha aliposikia ya kwamba Yesu anakuja, akamlaki.
na alipomlaki akamwambia ya kwamba, Yesu, mwalimu, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangekufa, Lazaro hangekufa. Lakini kuna jambo aliongezea, na hii ni imani nzuri. Akasema ya kwamba, lakini hata sasa, ijapokuwa mambo yameharibika, ijapokuwa Lazaro amekufa na ako kaburini kwa siku 4, ninajua jambo lolote ambalo utaomba Mungu, Mungu atalifanya. Anything. Na ni vizuri kuwa na imani hivyo. Hata kama mambo yameharibika kiasi gani, uwe na imani ya kwamba maombi yakifanywa kwa ajili yako, haijalishi mambo imeharibika kiasi gani, maombi yakifanywa kwa ajili yako, Mungu atafanya. Hiyo ni imani ambayo ni imani kubwa sana, ni imani nzito sana. Mtu anaonekana amekufa na amekaa kwa kaburi kwa siku 4, na Martha anasema ya kwamba, kama ungalikuwa hapa, Lazaro hangekufa. Lakini hata sasa amekufa, hata sasa amekaa kwa kaburi for 4 days. Ninajua ya kwamba jambo lolote utakalo muomba Mungu, Mungu atalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bible inaendelea kusema verse 32, basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu, sasa huyu ni Mariamu, na kumuona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Mariamu ameambia Yesu yale maneno ambayo Yesu aliambiwa na Martha. Tofauti ni kwamba Martha hakuanguka miguuni mwa Yesu. Alimwambia tu alimlaki tu akamrushia hayo maneno. Lakini Mariamu alianguka kwanza miguuni mwa Yesu. Verse 32. Akamwambia yale maneno ya kwamba, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Unaona, kuna maombi ambayo yanaweza gusa moyo wa Mungu kuliko maombi mengine. Martha amemwambia tu Yesu vile Mariamu amemwambia, lakini tofauti ilikuwa kwamba yale maneno ambayo Yesu aliambiwa na Martha, Mariamu amerudia hayo maneno, lakini amerudia akiwa ameanguka miguuni mwa Yesu. Na alipomwambia hayo maneno, Yesu, Bible inasema ya kwamba akaugua rohoni, akihutio. Niki gitumaga tuturie maru tukihoya, kwi mahoya mahutagia Ngai kuri maria magi. Posture ya mahoya, kwi posture ungi hoya nayo mahoya mahutie Ngai gukira maria magi. Aliugua. Bwana Yesu asifiwe. Na verse 34 inasema, akasema, mumemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Na alikuwa ameambiwa hayo maneno na Martha, na hakuwa amelia machozi. Verse 38 Bible inasema, basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango, na jiwe
limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Na hiyo ni maombi ambayo tunafundishwa na Yesu. Yesu aliinua macho yake juu akasema ya kwamba, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Na Lazaro hajafufuka, na Yesu anasema ya kwamba nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Si uombe hivyo hata kama hauoni jambo limebadilika. Uombe hivyo, useme ya kwamba Baba, nakushukuru kwa sababu umenisikia. Hata kama ni nini unaombea, omba kama Yesu, nakushukuru kwa sababu umenisikia, sio utanisikia. Kuna maombi yape mengine ambayo unaweza tamka tu vile utatamka ukiomba, Mungu aone ya kwamba huyu ako na imani kubwa sana na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bible inasema verse 42, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiye uliyenituma. Naye akisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje, yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwashe aende. Kwa hivyo ninakwambia ya kwamba mambo yalikuwa yameharibika kabisa, lakini hata kama mambo yalikuwa yameharibika, Yesu alikuwa anajua vile atafanya. Hata akikaa siku ngapi kwa kaburi, hata akinuka, Yesu alikuwa anajua hata kama mambo yataharibika kiasi gani, I know what I will do. I will know what I will do. Najua vile nitafanya kila kitu kiwe sawa. Na uamini hivyo ya kwamba Mungu anajua vile atafanya kila kitu kiwe sawa. Ni mimi wako Overseer Elias Getoga wa kanisa la CFF Wiomirerie. God bless you. God bless you.